Mheshimiwa Rais aliponiapisha kumsaidia katika jukumu la waziri wa ujenzi, kwa upande wa mkoa wa Iringa, pamoja na maagizo aliyonipa kuyafanyia kazi mara moja, ilikuwepo hili swala la kero kubwa ya Wanairinga wa Tanzania pamoja na nchi za jirani ambazo tunafanya nazo biashara ya mlima wa Kitonga. Tumepoteza ndugu zetu hapa kupitia ajali, mali zimeharibika, lakini muda mwingi umepotezwa kwa sababu ya ukorofi na changamoto zilizopo kwenye mlima huu. Kwa mara baada ya kuniapisha Septemba 30, Mheshimiwa Rais aliniagiza tutafute suluhisho la muda mfupi ili kuondoa kero hii, lakini pia tumpelekee suluhisho la muda mrefu. Na ndio maana kama alivyosema meneja wa mkoa wa TANROADS, mkandarasi alisaini tarehe 3 mwezi wa 10, yani siku 3 baada ya kuapishwa. Kwa uzito na maelekezo makali ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, tulifanya kazi usiku na mchana kuhakikisha tunampata mhandisi mshauri wa kuingia mkataba ili kazi ya usanifu, pembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa suluhisho la muda mrefu ianze mara moja, lakini tukafanya kazi usiku na mchana kupata suluhisho ili la muda mfupi. Kwa hiyo mimi baada ya ziara hii, kazi yangu ni kumpelekea ripoti Mheshimiwa Rais na gharama hizi ambazo tumezitaja. Suluhisho la muda mfupi kama alivyosema meneja wa TANROADS ya bilioni 6,448,136,562. Kwa hiyo ndugu wanahabari, Mheshimiwa Rais kama nilivyosema anajua kero hii ya mlima huu, athari kwenye kupoteza maisha, vifo hapa, mali za wananchi na kupoteza muda mwingi. Sasa kwa maagizo yake tumefanya tathmini, tunampelekea ripoti ili tuweze kupata maelekezo yake zaidi. Kwa hiyo kwenye kilugha chetu wanasema stay tuned baada ya ziara hii. Mheshimiwa Rais ni mtu wa vitendo, ni mtu makini, alitaka apate tathmini ya changamoto ili aweze kuipatia mwarobaini. Tuko katika eneo la mlima Kitonga. Huu mlima wa Kitonga uko kilomita 47 mpaka kilomita 54.6 kutoka Ruaha Mbuyuni. Mlima huu uko katika barabara ya Tanzam, umekuwa ni kilio kwa muda mrefu kutokana na mteremko mkali wa mlima huu na kona nyingi. Kwa hiyo imekuwa ni kero kwa wasafirishaji na wananchi wote wanaopita katika barabara hii. Kutokana na kero hiyo, tulipata maelekezo kutoka Wizara ya Ujenzi na kutoka TANROADS makao makuu ili tuweze kufanya suluhisho la mlima huu. Suluhisho ambayo tumepata ni la muda mfupi na suluhisho la muda mrefu. Katika suluhisho la muda mfupi kuna baadhi ya maeneo tumeyachanganua ambayo nitayataja. Maeneo hayo ni kilomita 47 jumlisha 470 mpaka kilomita 47,860. Eneo hili lina mita 390. Kilomita 52,400 mpaka 52,760, mita 360. Kilomita 52,860 mpaka 53,170, mita 310. Kilomita 53 mpaka kilomita 53 mita 380 mpaka 53,630, jumla ina urefu wa mita 250, na kilomita 54,260 mpaka kilomita 54,550 yenye mita 290. Jumla katika maeneo haya yote ni kilomita 1.6. Katika eneo hilo, maeneo hayo yako matano, tumepanga kuchonga. Tutachonga milima ile ili tuweze kupanua barabara. Hilo itakuwa ni suluhisho la kwanza kwa muda mfupi, ambalo linategemea kugharamia shilingi bilioni 6.47.
Suluhisho la pili, tutaweka vioo katika maeneo ya kona kali. Hivi vioo vitamsaidia driver kuweza kuona gari ambalo linatoka kwa upande wa pili kwenye kona kali. Suluhisho la kudumu sasa, tutafanya usanifu wa kina katika mlima huu wa Kitonga, ambapo mpaka sasa hivi tumesha saini mkataba kupata mkandarasi consultant ambayo tumesaini naye mkataba tarehe 3 mwezi wa 10 2023. Kuja hapa mimi kama mwenyekiti wa kamati ya usalama barabarani mkoa wa Iringa. Katika kamati yetu huwa tunajadili kuhusu ajali zinazotokea katika mkoa wetu wa Iringa, lakini tukuja kugundua moja kati ya kero kubwa na sababishi za ajali katika mkoa wetu wa Iringa ni mlima Kitonga. Kutokana na ufinyu wa barabara ulioko katika mlima huu, basi inakuwa sababishi za ajali nyingi. Kwa hiyo inaongeza takwimu za ajali katika mkoa wetu. Moja kati ya sekta ambayo inaingizia sana fedha za kigeni katika nchi hii, Mheshimiwa Waziri, ni sekta ya usafirishaji. Kwa miundombinu ya barabara ikiboreshwa, basi hata uchumi utakuwa vizuri. Kwa hiyo tunakushukuru kwa ujio wako Mheshimiwa Waziri, na tulipopata taarifa kutoka kwa meneja wa TANROADS mkoa wetu wa Iringa, basi tunatarajia na wewe kauli toka kwako kuona kwamba mlima utaboreshwa vipi ili uwe rahisi kwa wasafirishaji. Asanteni sana. Hiyo sio jambo ambalo tunaliona ni dogo kwa Wanairinga. Hili ni jambo kubwa na la kimkakati kwa taifa letu, na hasa katika muda huu ambao tunakimbizana sana na kuongeza uzalishaji wa bidhaa, lakini kufungua mipaka, tufanye kazi kwa urafiki na nchi zile za jirani. Kwa hiyo tutegemei wenzetu wakikaa huko makwao waseme Tanzania Kitonga ni changamoto. Sisi hii kwetu ni fursa Wanairinga, kwa sababu ni moja vivutio vya utalii. Tunaposema Iringa ni gorofani, tunasema gorofa lenyewe la kuanzia ni hili la hapa Kitonga. Lakini likiboreshwa likawa ni gorofa ambalo halina kikwamo, hata kwenye sekta ya utalii itatunyanyua zaidi, na itakuwa mlima ambao una manufaa zaidi kwa maana ya kupitisha mizigo na abiria, lakini kwa maana ya kuvutia watalii wengi.